Siku zote vitu kama hivi tunaviona kwa wazungu, sijui watu ambao wenye maisha mazuri. Maana sio mchezo. Kupata chakula kimanga asubuhi, unapata msosi kama hao, mambo yanaenda vitu vizuri. Lazima nikijivunia kitu kama hicho kabisa kwenye maisha sasa. Maana sio kirahisi mtu kama kupata chakula asubuhi. Unajua vitu kama hivyo bro. Joni, haya ndo maisha. Yeah. Maisha kupata maharage asubuhi ndo maisha. Joni. Kipato chako kikiwa kinaishia kwenye chakula na mavazi, hiyo sio fursa ya maendeleo. Hizo ni juhudi tu za kubaki kuwa hai tu, na si kwamba unaishi. Hapana, unafurahia maisha wakati kwenye karne ya 16 haya yaliitwa utumwa. Leo ndio unafurahia haya. Hicho kizazi kimeharibika sana. Unafurahia kupata maharage asubuhi, tunaishi toka kwenye utumwa. Tunaweza kuongea kwa sasa. Mbona kuna watu wengi sana ambao wanafahamiana nao na wanaweza kukusaidia? Kwa nini usitafute na kukusaidia kwa maisha yako? Kama ndo maamua tu kuishi maisha kama haya. Hapana. Sijachagua kuishi maisha magumu, lakini najikaza kuishi nayo bila kulalamika. Kwa sababu kuna nyakati nyingine unatakiwa kukaa kimya. Maana hata maneno yako hayawezi kuelezea kiasi gani unajisikia. Na watu ambao wanakunisema kwamba mimi niko na watu wengi wanaweza kunisaidia, wale watu hivi hawanioni. Haoni kiasi gani ninavyoumia, ninavyohangaika. Wako wapi? Nenda ishawahi hata siku moja kuja kwangu mimi na kuniuliza kwamba Jaruki, leo mshinaje, hali yako iko vipi? Hakuna hata mtu mmoja. Shida watu wanataka watu waabudu. Na ni kitu ambacho kiwezekana kwa mtu ambaye yuko na akili zake timamu. Mtu pekee wa kuabudiwa ni Mungu pekee yake tu. Sawa brother. Ndio tunazungumza kwa. Ila brother, kwa nini usioe? Kwa sababu kutokana na umri wako ambao uko nao kwa sasa, unastahili kabisa kuchukua mwanamke. Ila mpaka sasa haujakuwa na dhamira hizo kuchukua mwanamke. Hivi bro, hauna tenda kwa kinyume na mapenzi ya Mungu. Maana Mungu kutuma duniani tukazaa, ila kwa umri uliokuwa nao hata mtoto wala hata tu mke utakuwa na mtoto kusimulia tu. Unafikiri kitu gani kuhusu? Mimi shajaa. Hapa tunasubiri tu kurudi kwa Yesu Kristo tu basi. Kwa sababu wale wanawake wa kuoa wameshakwisha. Umebaki tu wauaji. Wewe imagine, unaona mwanamke ambaye tayari ameshatoa mimba zaidi ya 7. Unaona ni mwanamke au ni muuaji? Kama sio kujitafutia laana, unajitafutia kitu gani? Sasa sio kama mimi nimezoea kuishi hivi hapa. Lakini kwa sasa sina chaguo nyingine tena. Beth.
Benzi wangu huyo. Yes. Wow, my husband. So beautiful. Thank you. Naona umechakarika kwenye kazi. Ya, majukumu ya kazi. Pole la kazi mpenzi. Umeshapoa. Okay. Leta basi nikusaidie. Wow, no. Ya, karibu ndani. Asante. Kipenzi changu. Naona kuna chungwa. Unajua kwenye hili chungwa kuna vitamin. Hebu ni lazima. Lakini naangu kwa nini usiniandalie hapo? Ukaamua tu kuniandalia hapo. Unasema kwamba mwanzo wa matatizo ya dunia ilianzia kwenye hapo? Kwenye hapo? Aje kwa mfano. Ndani ya hapo mna alama ya usaliti. Ndani ya hapo mna alama ya usaliti. Ndio kwa maana utakuja kuona kwamba watu wengi ambao ni wasaliti wanatumia iPhone au Apple smartphone. Lakini mnaongo unafurahisha sana. Yeye mtu akitumia iPhone anakuwa mtenda maovu. Apple ni tunda ambalo lilikuwa limewekwa special na wakati special, lakini ilishindikana kuvumilia mpaka ikafikia watu wa kupenda kwa kutamani hiyo Apple wakafanya kitu kinyume na Mungu. Yaani ndani ya Apple mna alama ya usaliti. Ndio kwa maana ukiangalia sana watu wanaendelea kutengeneza mazingira kwamba iPhone ishindikane kupana bila. Na mwanaume hawezi kupana iPhone bila. Yaani mpaka Sielewi. Yaani hawezi kupana iPhone mpaka badilishana kitu chochote kile cha usaliti. Yaani mpaka ufanye jambo. Yaani mpaka wafanye jambo.
Lakini kwenye chungu kuna maji, kuna sukari. Sasa hiyo epo ina ladha gani? Epo ina ladha yote. Haina maji, haina sukari. Ipo tu. Haya Allah, nakuelewa. Na ndio kitu ambacho kinanifanya mimi nizidi kukupenda. Yaani uelewa wako mama. Unapoelewa ndio mimi najisikia roho yote inakuwa imetulia. Kweli. Na ukizingatia kwamba wewe ni mzuri sana. Asante mama. Yaani nikikwambia ndo nianze wapi? Kweli. Kiasi hapa. Hayo mama. Yaani kiufupi muumbika. Mama mkwe amejua kuzaa. Hongera zake. Na nitafanya kazi kadri na uwezo na hakikisha na kutoa nyumbani kwenu. Wacha wewe. Kaka ni Sikwamenda. Sijui. Na unajua kwamba mimi sina mamlaka ya kumuuliza anaenda wapi au anatoka wapi. Ya, ni hapo na mgeni hapa, ni dadako. Hapana. Huyu hapa ni mpenzi wangu. Mpenzi wako? Akija niko ndani. Namsubiria ndani. Sawa basi. Yana na maswali kama polisi. Jaro. Jaro. Nambos. No one. Sorry. Okay. Haina shida. Kisha usiofu. Fakita mgeni na fungwaje. Jaro, nimekuita nisaidie kidogo kwa sababu nina shida ya maji. Kwa sababu nasikia kwa nimekauka sana. Ni kweli bosi, hapa kuna maji. Kuna maji kabisa. Sasa mimi natafuta nikutume kwanza. Ukaniuzie hiyo maji ule uniletee. Sasa haina shida bosi. Nenda kununulia maji chini. Lakini samani kidogo kwa sababu nimekuta kuna mgeni hapo nje. Sijui kama mgeni wako atamind au kama vitu kama vile. Bosi, wewe ndo wasiwasi. Ndo wasiwasi kabisa kwa sababu hili ni moja kati ya majukumu yangu ya kazi. Kwa hiyo sio kama kuna haja ya kuomba tasamani. Na kuhusiana na mpenzi wangu hawezi kumind chochote. Ya hawezi kumind kabisa. Kwa sababu mtu ambaye anajielewa na anaelewa kazi yangu na pia tunapendana sana. Pale ambapo kuko upendo pia kuna maelewano bosi. Na kuona ubingwa mapenzi ila hamna shida. Kwa sasa sina hela mfukoni, ila nitakutumia hela kwenye simu yako afu utaenda kuzichukua huko na niletea maji. Sawa bosi, na shida. Sawa, namba yangu ni ile tu. Asante. Sawa bosi. Hivi na majukumu ya kazi nataka kuyakamilisha. Sawa. Naomba usisikie. Kuna simu naenda kununuliana maji. Sawa. Hoja.
Unafanya kitu gani? Asante sana Skola. Asante sana Skola. Wewe kweli ndio kunikuja mimi moyo. Wewe ndio kukuja moyo wangu Skola. Kumbuka mangapi tulipanga Skola pamoja. Tulipanga tumoja kwa familia moja. Tutazama mtatu kwa pamoja Skola. Najituma. Napambana kwa ajili yako Skola. Leo ndio unanijia. Nitashindana kukupitia. Sawa. Baki na shetani wako. Asante Skola. Anamtesa hivi sababu ananijua. Anajua kwamba bila yeye siwezi ishi. Haya mambo nimeshinda kahendo, maana kwake nilikuwa na upendo. Moyo natamani nimwambie namkumbuka. Naogopa kuyafunja ipendo, maana nishaanza na mtoto kando. Yeye anipenda, naogopa kumumiza. Mina huruma na yeye, sitaki kule kwako aonewe, wala kupigwa kama kuku hadharani. Na yeye aonewe kama kuku hadharani. Na yeye tabasamu lako la pekee, nakosa tena wapi nikupate. Imebaki hadithi hatuzirudiana. Nakupenda tena sana mume wangu na basi nafurahi kusikia hivyo. Sawa, na hiyo idea yako kwangu imeenda kukaa ndani ya mtima, ndani ya moyo. Mimi sitokweli chochote zaidi ya kuambia kuwa wewe ni wangu, mimi ni wako, nitakuoa, nitakutengenezea maisha mazuri, japokuwa hali yangu ya sasa. Sawa? asante. Nafurahi kusikia hivyo kweli. Kweli. Napasikia langu sasa ndio imetulia. Asante mpenzi wangu. Sidhani kuwa inaweza katokea siku moja nipate mwanaume yote wa aina mfano wako. Baby, wewe ni mwanaume wa pekee kabisa. Na mapenzi yako kwako yananifanya wasahau, ni wasahau wanaume wote. Naona kama kwenye hii dunia uko mwanaume peke yako, wengine wote wanawake. Skola ndo mambo yako. Yani wakina famous wote wanawake. Mambo nimeshinda kahendo, maana kwake nilikuwa na upendo. Moyo natamani nimwambie namkumbuka. Naogopa kuyafunja ipendo, maana nishaanza na mtoto kama. Yes, unajua nimekaa nimefikiria, kasema kwamba sio vyema kuendelea kuishi kwenu, nataka nikuhamishe na nikulete nyumbani kwako, yaani nikuoe. Unasemaje? Yes, unioe? unajua Skola ikoenda kurudi kuja napata raha siku moja tu unaondoka, na isitoshe unajua wewe mwanamke mzuri sana, na kukuacha uzidi kukaa kwenu unaweza kuja kupata mtu mwingine kanisa. Hapana mpenzi wangu, hamna kitu kama hicho. Wacha nikwambie kitu. Mapenzi yangu kwako sijui naweza nikafananisha na vitu gani. Sidhani kama kuna yeyote atakayetokea kwenye dunia. Nafurahi kusikia hivyo. Unajua nikwambie kitu Skola, kwa maisha yangu ulikuja kama mtani tu. Kwa nguzo ambayo nalitegemea sana. Na mambo ni hili kitu kimoja.
kwamba utakuja kunisaliti. Wala sio kuahidi tu mpenzi wangu. Yaani nikisema na maanisha kweli. Babe, haitokea hata siku moja. Nakosa cha kujibu mimi nafuu, ajibaki historia tuzikutanana. Chukuli pole sana ndugu yangu kukumbusha leo. Ila tuachane na hayo. Sasa brother, niko nifika hapa kukutoa kitu. Mimi na binti fulani ambaye ni kazi sana. Kanafutia sana. Kuna vitu ambavyo kama naomba. Na nachukuta kuwa ni ngumu sana kupata wangu kupata vile vitu. Ndio kwa kwamba ni vyema usogelee ndugu yangu ya ndugu wako ya tufanye vile ndugu. Unisaidie basi kidogo ya hela kama vile 50. Tutakurudishia maana ndio picha amesema kwamba anapenda nijaribu tu kama mimi napenda kwa kweli nipelekee 50. Unasema kwamba una mwanamke wako ambaye unapendana naye. Anakupenda, unampenda. Sasa kipimo gani kingine ambacho unataka kukipima wewe ambacho kinazidi kwamba wewe kumpenda na yeye kukupenda? No, bora sina shida kwa kitu kimoja. Yaani yeye amesema kwamba mimi nimpelekee 50 ili aamini kuwa mimi nampenda kiasi gani. Yaani ile 50 kama vile kuonyesha chochote mapenzi yangu mimi kwake. Kama yeye amekomba pesa kwa sababu ya kupima mapenzi yako kwake, unyime. Yes. Kwa sababu na wewe upime kiwango cha uvumilivu wake kwako. Naona wewe labda unajua kwa matendo. Unajua ni pisi kiasi gani? John, imagine kwanza mtoto kama huyo, 50 kabisa, mtoto kama huyo. Unashindwa kumpatia 50 kweli? Mtoto mzuri, mtoto anameremeta, mtoto anawaka, na ukipita na maeneo yote mtoto anavutia baba. Huyu. Yeah. Huyu. Ama kweli mtu aliyekuwa kwenye giza ni rahisi sana kuna mtu aliyekuwa kwenye mwanga, lakini mtu aliyekuwa kwenye mwanga ni vigumu sana kuna mtu ambaye yuko kwenye giza.